but hajakuwa ki-release wimbo sana kama umerealize. So after some time akaangusha Netflix, unaona? Yes, ikahit, watu wakasahau, watu wakaendelea na maisha yao after the reality show. So after some time amenyamaza tumsikii kwa music industry. What did he do? Sure, amerudiana na nani? Na Willy Paul, wamesettle. Unaona, like this is someone work na zile logistics za hataki kusaulika. Haya, akatoa ngoma na nani? Anaitwaje na Willy Paul. Ngoma okay, yes, imeenda kiasi, but haijafika penye ilikuwa inafaa kufika. Sasa hadi I think wase washasahau. By now people have already forgotten. So akaona wa Kenya mwezi nisahau. Why are you guys forgetting me? Akaona nyinyi mtajua Kenya mjaijua. Akasema bas, I'm giving my wife 8 gifts. Unaona? Amekuwa akiland kama mmeangalia. But he has been living in our minds rent free. Imagine hizo gifts aligiftiwa. Diana aligiftiwa kitambo sana. Like it's been weeks past few weeks. Lakini mpaka sasa hizi ziko kwa akili yetu, we are like, what bro? So there's something that pia wako kwa showbiz wanatufanyia. Sijui mbona pia watu wanakimbilia sana kusema ni scammers, nini vitu kama hizo, ama wana fake life. Okay, hatujui, but kidogo pale tukiingia YouTube, tukiingia Google, tunapata zile picha zao za kitambo kama wamevaa tu vitenge hivi, tu short, tu nini, you get. So kumaanisha watu wamekuwa na humble beginning. Yeah, definitely. Kufika mahali wamefika sahi ni, I think it's one step at a time. Yeah. Juu ingekuwa Bahati alikuwa na do, ama ingekuwa ameshikwa na do, ama jaanzia kutoka pale chini, I think Brabas ni kitu angekuwa gift Diana kitambo. Yeah. The reason is to amekuja kumgift sahi ni juu anajua niko na do, niko na kila kitu. So hii do niko nayo sahi, hadi nikitoa pesa fulani, ni msurprise wiki yote. Najua nikirudi job for a week, nitapiga deals zangu, shughuli yangu, hizi do zirudi. Mimi siwezi shinda nikiomba Mungu unikumbuke. Alafu akinikumbuka nikiingia kwa relationship najisahau. That's a no. And that's why inanirudisha kwa ile point nilikuwa nasema. Mimi I want a man mwenye tutasaidiana kiakili. Sasa tukikaa chini tunaanza kufikiria macho itakuwa ya nani, sijui ni macho, akili ni ya nani. Cause inaweza kuwa tunaongelea macho ni ya nani, lakini juu akili hazifanani, macho itatoka yako, itatoka ya jirani yako mwenye akili zinafanana. I love how wicked you are these days. You know, ladies are choosing wickedness. Yani, it is so sweet. Unakutana tu na msichana ana choose kuwa wicked, and not wicked to other girlies, wicked to men. Let me tell you guys, take it this way. How many women have been heartbroken? Wengi. How many women have gone through shit? Like, wasichana wamefanywa, angalia historia Bumpy na nani? Sophia and Bumpy. Unacheki, wasichana wamefanywa vitu nyingi, and the society will always look at nini msichana alifanya. Unaona? Like most of the people walikuwa like it's Sophia's fault. She entertained it. Sijui Sophia pia yeye alikuwa na entertain. Mara alimpea chance. You know, it was always about the woman's fault. Sai mwanaume amevunjwa roho, dunia imesimama inataka kulia na yeye. Sasa tukae chini tuanze kulia na yeye, tuanze kumwambia, kababa, we are sorry. iPhone 11. Ningekuwa Samsung S. Tatiga we. iPhone K11. Tumepatia pesa power ya kukanikani God. Yeah. Na get ati leo kasi leo siishi kwa mansion, mimi ni maskini. Manze leo kasi drive gari, mimi ni maskini. Una get leo kasi vai nguo fulani yenye na trend, mimi bado niko nyuma. Like tumepatia normal things zenye tunakufa tuziache hapa rank fulani kwa maisha. Ile design umebarikiwa, kwani what is being blessed? Ama how do we categorize our blessings? Unapata umeblessiwa uko kwa nyumba ya 1 bedroom, una get unaishi poa weka demi, but ukitoka nje unapata pale kuna demi anaishi kwa mansion, anaendesha gari fulani, unaanza tu kumenvy bure. Design you're ready to do anything to get where she is. Sometimes it's good ku appreciate kenye uko nayo na kukuwa contented. Na kujua tu it's one step after the other, as long as you're focused, uko na goals mahali and you're working towards them. Unajua nitafika, but appreciate hapo mali uko sahi. Get this and get this clearly. Success is not defined by the cars that you drive. Success is not defined by whatever status or health that you are.
status that you've been ranked in. Like success ni to like success ni the joy of the Lord. Wase usahau. Mse akona do lakini hauna raha. Lakini una raha. Hauna health. Mse akona do lakini kila siku anatumia over 1.something M blood pressure for medicine. Unaona? So tusiangalie success ni kuwa happy. Unaona? Success ni kuwa at peace, that even when I'm at my bed sitter and I'm just chilling, I am contented, I am happy. Hello babes, wagwan baby girls. Usha introduce chali yako kwa beshte yako, kidogo kakuwa beshte yao. We nazishaishika ukaambia God walai zikishuka hutarudia tena. Life ishai kugonga ukawish ungekuwa mawe. We unadhani hata umesikia? Tebu sikiza Kipusa podcast. Ogopa! Wagwan guys, how are you doing? I hope you're doing fine. I hope you're doing amazing. If you're a new subscriber, manze karibu sana to the Kipusa family. And if you are a returning subscriber, you know it's all about Bible too. Let's take kuchoma, let's take kuongea sana quiz. I look the like look a is busy giving. girl. It's giving. The look Okay, is giving. usionyeshe Kalito. Today look like a baby girl na nimechill na magosho. What? Joking. Hey, amechita magoshodo. Breathe in. Wow. It's okay. Okay guys, ngojeni sasa nimechoma tesa niseme kweli. Violence. Naomba siku hizi guys, if you look at this story when namjua vizuri from the start till now. Nakwambia siku hizi, ukiangalia hivi tu lips zina shine, unaangalia tu edges zimeleiwa, nywele dress. Nakwambia sasa siku hizi ameamua kuwa msichana. Jaribu kumuita goshodo and then bado tu hapo kwa set. The lady in pink najua miss na shanga disappear ameenda wapi na tukawasalimie, na pia the baby girl atusalimie. Goshodo labda ni mimi manze, si mnasikia sauti ni wakadinali manze. So goshodo ni mimi, wengine ni baby girls, so you guys can say hi. Baby girl, mimi ni toxic. Hi girls. Sauti yako ni wakadinali, yangu ni toxic lyrically. Hi girls. Poleni kwa kupotea, but I'm back like I never left, so let's do this. Yay. Wagwan wadau. As Sugar said, at least my edges are getting laid. As you're getting laid. At least there is You're something. also Getting laid. She's also getting I laid. wish guys. Mimi niliwaambia celibacy all through. Mnashanga mbona niko na mahasira hivi? Mnashanga mbona nakasirika, mbona niko na acne? Celibacy bana. Hivyo ndo mnasemanga huko nje. Can you see any Kwanza hata naona ndo umeglow na bright. Courtesy of Kalito Kara. No, the lighting. No. Would underline courtesy of Kalito. Munafanya. Sio ndo meka kamera vizuri guys. You guys are chinizo bana. Chinda kuga hedi. Azizi sijapenda. Okay. Azizi. Kalito Kara. Anyways, You have some explanations. Unawachangamkia vinoma sana. venye mtaichukulia bora na glow as per what you say. So Yeah. Kalito, you are doing an amazing job. Doing a good know, job, right? Kalito You're Kara. doing an amazing job. But there's shout out to Kalito Kara manze. He's the reason why you guys can sit and watch our contents. Manze. Yeah. Shout out to him. So guys, today is a beautiful day. I hope you guys are feeling amazing the way I am. Yeah, Don't get it twisted. Nikiva red inamaanisha nimekuja kuongelelea ma red flags zenye watu waoni huko nje. She meant red orange, I guys. thought red was your favorite color. Hey Shaka. So guys, today we are gonna be talking about a story that has been trending online sana Yeah. ya kina The Bahatis. Najua pale mtandaoni mmekuwa mkiona tumesumbuliwa. What? You guys, don't get it twisted. Love is a beautiful thing. Hadi Black Hawk ukizoom uso yake Kalito alikuwa sheka ile uso ya. Kwani mimi ni gunia ama ni nini? Depression 1 2. We kama ni gunia, nipelekeni chokora kaoge nayo. Cause watu huku nje people are being gifted. Imagine like having
umepanga like 1 2 3 4 5 6 7 8, like a couple of gifts to pair your girl. But I feel like ikifika point your dude is gifting you such things, that means make an impact on his life. You don't gift somebody randomly. Tumeamka asubuhi kono gift mpoa wako. Hata mimi siwezi amka asubuhi randomly ni gift mpoa wangu kama hakuna reason ya kumgift. Like kama uko sure love language ya Bahati uko sure love language ya Bahati si gifting. Kwa sababu zawadi 8. 8. Sasa sisi tu kama wewe ni wig rudishwe Charlene. Wallahi. Yo. Unataka kuniambia, you know, I was looking according to Nairobi Gossip. They wali fire up a question yenye imekuwa ikitrend and they were asking, is Bahati the richest celebrity in Kenya? You know, like ukiconsider Bahati has been gifting Diana over years and years to zenye zimepita, tumuona alimgiftingi nyumba. Hivi nikasikia Diana akisema that house is becoming small, she needs a new house. Haya, nasikia wife allowance ni 1 million na anasema that ana complain, and Bahati was like, when you guys how much do you give your wives for wife allowance? Na kuna mtu pale nje hata hajawahi kuza wife allowance. Ama spare allowance juu mimi si wife. Unajua za kwa spare allowance by the juu mimi si wife because ni so unataka je wife allowance na wewe si wife? Labda girlfriend. Material. Mimi ni wife material. But ni kama material ni material kabla hajatengeneza shati inaitwa nguo kweli. Si ni material tu. Hey you guys, God of Bahati, hey locate me. Anafa kulocate. But still acha niwashe moto kidogo. Ni sawa. Mimi najua niliona hapo inaitwa ni G-Wagon. Brabus. Yes. Brabus. Ni how much roda? Well, nilisikia ni 4.5 m. 45. Yeah, 45 m. Mimi na count hizo mita 45. Mimi with my Kikuyu mindset and mentality. Hiyo 45m ningeishika hivi sasa already ni maguta. Nasikia jina yangu kwa mitandao the richest. Hadi Elon Musk will have nothing on me. Mimi na washow. So guys, I'll ask you a personal question, sawa? Yeah. So imagine ingekuwa wewe umegiftiwa na msee wako yo gari ya 45m. Unaweza fanya nini? Think nicely and politely. Unajua hiyo swali unaiuliza vibaya. Juu sasa unaniuliza mimi hata sina mansion, sina nyumba. Una hata pesa kwa M-Pesa. Unatafuliza. Nauza bwana. Consider hizo vitu zote alafu mtu akupe gari ya 45. Nauza. But you know, na change into money for. Because ujazoea that type of lifestyle. Hapana, mbona nitembee na Brabus na nalala kwa bed sitter. Exactly. Yeah, so I'll sell the car. Sasa wewe ndo hujashikanisha example ya Sugar. Amekwambia ujeke Diana's shoes, si your shoes. Ameniambia. Si ujeke your shoes with Diana's car. Ni kubwa. Ni kubwa. Mungu yangu ni nono itatoshea. Miguu ni nono lakini mifuko ni konde. Mifuko kidogo. Yeye na pale salamu zile 3 zile za Nigeria alafu ya mwisho hivi. Lakini guys, lakini mimi niko na swali. Ni sawa Diana was gifted the Brabus and you got 45m. But kidogo si wote tunajua Bahati ni msanii wetu hapa pale. Kidogo tuko na maswali mingi. Hizi pesa zinatoka wapi? So we would really like to know, kwani kuna vitu zingine hatujui ama story ni gani? Kenya kuna pesa. If there is a country that has money, Kenya. This is our country that we are living in. Unajua unasikia watu wakisema hakuna pesa. Dig deep. Pata tu ni venye hujapata the right connections. If you find people here in Kenya, nakwambia juzi natembea tu nakutana na machines hizo za kileleshwa. Sijui GLE 350 niko yani you just walk, you look like this, you look like you are walking with your Lexus. With my Lexus. Alafu naona nakwambia doga zake watu wako na pesa in Kenya. You see, people have a lot of money and kuna wase wana make money differently. Unaona ina depend. So siku hizi venye wase wana make money Kenya ni unatumia akili kidogo na
ujanja mingi. Unaona ujanja inashinda akili. Na maombi to sprinkles of prayers. Si sprinkles. Acha nikwambie hiyo sprinkles ya prayers labda maombi za mzazi. Jue ukiangalia shughuli zingine zenye watu wanafanya huku nje ni hatari. Wewe unataka kuniambia saa hii hawa manini forex trader for example. Ngoja one wash unapigwa mosho mmoja hata nyinyi mnajua. Lakini unapigwa mosho. We are not judging, we are just saying unapigwa mosho mmoja na wase wa forex. Wewe unataka kuniambia huyo mtu wa forex akipiga watu kaa 10 mosho mmoja pesa yao na hao watu wa 10 wanalilia Mungu wanamwambia Mungu mpanish labda alibia msem innocent tunacheki waseka wanalilia God kila siku manze msi alinifanyia hivi. Unafikiri huo mtu nini yake inaitwaje deathbed yake itakuaje unless hapo maombi za wazazi zingililie. Sasa acha achana maombi ya wazazi. Mimi kenye nimefanya saizi mimi na Elon Musk tuko kwa same WhatsApp ni DCI. Kama sio DCI. Nasema ungekuwa Panomas ungekuwa place nyingine hatari. Bahati angekuwa na anything on me. But for Bahati, I feel like he had a couple of investments. Maybe he bought shares kwa companies. But the kitu watu wa realizing ni ukiwa EAG yetu, it's good ukiinvest in companies kama kina Safaricom and stuff. No shares. Earn your money huku nje. Nasikia kona buildings. Juu umeanza na EAG yetu. Ai, wewe umeona vijana wa 25 wanacheza forex. Wako na sasa hii Kenyan Prince. Mbona asinunue shares kwa Safaricom? So in short mnasema tuingie investment kwa mkono watu. Hapana. No, atusema ingie kwa mkono watu. What you're trying to say ni mimi nikipa by the way kama uko hapo nje uko na opportunity yenye unaweza nipea ni scam watu tupige biz safi holla at me. No, I kind of feel sai kama ni kijana mdogo na umeanza kushika pesa, Mungu amekubariki ujanja wako mingi, umeanza kushika pesa ukiwa mdogo, kuinvest ni the best thing unaweza fanya sai. Kwa sababu ukianza kuambia sai kijana wa 25 a venture kwa field ya business nini, jikenya nataka na get uko na hiyo do we invest kwa investor because ukweli mimi naweza ambia wase watafute do. Unajua mbona pesa money reduces temptation. Kausha realize like money upea mse mwingine pesa upea mse aja kwa discipline like una reduce temptation. Sai kama acha nisitumie kalitoka ataona nimemuonea sana. Sai pia mse mwenye ana do, sai pia mtu mwenye ana do thao. Na ni mse tu maybe hajashika hiyo thao in a long time. Hiyo thao atakimbia pale kwanza akumbuke tu woi yako na stress aende atoe stress na jug ya keg 220. Unaona? Unajua debate sana ni hatari. Nigo shodo manzi. Mimi nimeingia kwa streets, mimi ni msichana wa grounds, lazima nijue hizi vitu. So ataingia pale. I don't we listen but we don't. Yeah, we don't judge. We listen, we don't judge. So sema umepea mse mwenye hana do pesa, si ndo aingia hapo apige keg. Yani unaona mse mwenye ako na do sahi. Kama ako na pesa, kama ako na a lot of money, mse atakuwa anakaa chini anafikiria, hii pesa nitaingizaje? Yani tu kuna ka discipline kana kujanga na kwa do. Ukianza kuangalia wase wenye make wrong choices ni wase wenye hawana do, wenye wanashikanga pesa kidogo ana make the wrong decisions. Utapata mse amepatia utawa anaanza, ninge pale Nyamavila nijiguzie kama mtu kangu kamoja hivi kagoshodo anipe mechi safi hivi nini nimjenge. Na unajoli jita goshodo ama pia hiyo mtanda za nikisema bei pia ya hiyo mtaanza kunijaji. Hapo ni tutakujaji. Tutakujaji. Hapo hakuna we listen, we die, we wake up, we judge. Sawa, analipa do zake hivyo unaona. But mse mwenye amezoea kuwa na pesa autoimpata akifanya vitu zingine. Unacheki kuna people who have money day by day hata utamwambia tuende sherehe anakuambia I don't have time for that. Juu asha enjoy life yake like money ashapata hiyo kuwa na do. Unacheki so watu watafute do. But okay, in my opinion, I feel like being rich does not guarantee that utakuwa na financial discipline. True. Because kuna mse hana pesa but akona ile financial discipline yenye hata akipata kitu kadogo anajua kumanage vizuri, anajua kuibudgetia. People are different. Ndio maana unapatanga saa nyingine kuna venye yeye anafanyanga. Sana tuamianga alianzanga na kuku. Like
kuku moja iko na financial discipline aje ati akafika. Yeah, by the way. Unanipata? So saa ingine ni wewe venye uko ujue venye utajimanage. Unaweza kuwa uko na hauna financial discipline but uko na ujanja ya street. Inaweza kuwa uko na ujanja ya street but hauna financial discipline. Inaweza kuwa uko na connection ama uko na friends wanakupea pesa. Like people get rich na mastingo different. Yeah. Kuna mwingine anaenda kurusha mayai 3 na nyuma ameomoka. Kuna mwingine pale hivyo akienda Alfakir ameomoka na usiku moja. Kuna mwingine anafungua kanisa anapoa tithe ameomoka. Alafu the moment umeshika pesa ndio una unleashing your behavior, like your actual behavior. The moment you get rich, that's when your true self inaanzanga kuonesha. Ndio maana unapatanga kuna mtu akiwa maskini alikuwa na budgetia pesa vizuri, but ile time ameomoka, flights, shopping, ako tuma shopping spree kila mahali. Every little money I get is for enjoyment. You don't want to suffer, like una enjoy. Hadi unashangaa financial discipline alikuwa nayo akiwa fukara, maskini hoe hai. Okay, speaking of financial discipline, okay, venye kuna point yenye umesema, msee akiwa temenye yako ana pesa, alikuwa anajua kumanage vizuri. Na temenye amepata pesa, ajui okay, ana take flights and all those things. Can you unaweza to explain difference ya msee kupata do na you know, actually me, because personally I know myself. Even with the little money I dey get, you dey go enjoy. I dey use for enjoyment. I dey style myself, I dey pamper myself. Of course kuna savings, but I will not suffer nikiwa na pesa. Alafu nikufe watu wengine watumie. Unaona sije kama mna get. So sai time enye msema amepata pesa mob, as in na maybe niko na source yenye pesa ishi na kuna savings. Unaweza manage aje hii pesa nyingi, ama unaweza fika point gani useme venye umesema kukosa kuimanage, mismanagement of money when you have it nyingi? Okay, one thing that I learned ikifika ni kuhandle finances, save first. Whatever is left from the saving, after saving, ndio utatumia kufanya whatever you want. Usitumie pesa kwanza kufanya kila kitu yako alafu ati the change imebakia ndio una save. That's not financial discipline. Ukipata pesa, umepata kabob 5, save kwanza, hakikisha uko na security yako kando, pesa inabakia pangia. Then one thing with the mtu mwenye alikuwa fukara alafu akaomoka, alafu ako like enjoyment. Si ati enjoyment ni mbaya, enjoyment is good. Hata mimi nikipata pesa hivi ndio mtajua mimi si Black Hawk, nitakuwa white. Pesa, rangi ya pesa itarudi. So unile unapatanga msea ako like mentality ya nimeteseka, wacha nipige mwili pole. Unapiga mwili pole, unasahau at some point hiyo mwili umepigisha pole sana, umeanza kuharibu pesa. Uko like, sijai kuwa na designer bag, let me get a designer bag. Sijai kuwa na hii, let me do this. Unasahau at the end of the day, pesa uisha. Pesa ni kitu nafaa utafute kila siku. Pesa ni kitu nafaa uinvest, ikurudishie tena pesa ingine. And then me, one thing naweza sema, personally, that's my opinion. Mimi, in terms of looking for a partner, mimi naweza taka partner mwenye we can think business wise. In short, brainstorm. You are looking, excuse me guys, she's looking for a partner. You know what I'm saying? Maguta mugoda, besha. Go straight to the point. Kidogo kabla uendelee. Around the bush. Kabla uendelee, kuna point umesema ati ukipata pesa, the first thing you ought to do ni ku save kwanza. But I think nadifa na wewe ikikuja hapo point ya tuseme sasa nimelipoa salo yangu ya 30k, nangoja na rent, nangoja na shopping, nangoja na vitu kama hizo. So Kenya unajaribu kuniambia ni save kwanza ndio change yenye itabaki, nitumie kulipa rent, nitumie So this is where you get me wrong, The moment unajua this is my salary, this is what I get at the end of the day, I get 30,000, naishi nyumba ya bob 5 na shopping ya chakula ni 5,000, hii ukipangia everything unapata unabakia na like una expenditure yako like ile ya recurring bills ina sum up to 20,000 maybe, so kuna like 10,000 yenye haina kazi, si ndio? So maybe utakuwa unajua like niko na 10,000 haina anything, but kwa 10,000 let me save like 5 Gs, ubakie na 25. So hiyo 25 yako
pay bills yako utabakia na like another 5,000. Hiyo sasa ndio unaweza weka like uamue kwa emergency ya kurun some errands here and there. But sasa ukiamua uanze kukata bills kila mahali, ulipe bills hapa na pale. Na unajua bills ni kitu unaweza kaa tu hivi chini. So unajua like adulting, kuamka tu kanyanga chini ni pesa. Hivyo. So unaweza anza kulipa bills kwanza upate kuna emergency ime pop up kama bado hujasave ama nini. But mimi kanaweza sema it's good to have a savings account, especially as a lady. Yeah. So again, I think tukirudi kwa story ya Diana na Bahati. Kidogo tulikuwa I think tumedrift apart. Yeah. Sijui mbona pia watu wanakimbilia sana kusema ni scammers nini vitu kama hizo ama wana fake life. Okay, hatujui. But kidogo pale tukiingia YouTube, tukiingia Google tunapata zile picha zao za kitambo kama wamevaa tu vitenge hivi, tu short, tu nini you get. So kumaanisha watu wamekuwa na humble beginning. Yeah, definitely. Kufika mahali wamefika sahi ni I think it's one step at a time. Yeah. Juu ingekuwa Bahati alikuwa na do ama ingekuwa ameshikwa na do ama jaanzia kutoka pale chini. I think Brabus ni kitu angekuwa gift Diana kitambo. Yeah. The reason is to yeye amekuja kumgift sahi ni juu anajua niko na do, niko na kila kitu. So hii do niko nayo sahi hadi nikitoa pesa fulani ni msurprise wiki yote. Najua nikirudi job for a week nitapiga deals zangu, shughuli yangu, hizi do zirudi. But also nyi wasiangalieni, itekini kwa hii perspective. It's been long since Bahati amerelease ngoma. Simuona hapo kwa mtandao, it's been long. Na juzi ndo ametoa hii ngoma yake na Pose. Okay, I just want you guys to see the logistics. Bahati hajakuwa ki-release wimbo sana kama umerealize. So after some time akaangusha Netflix, unaona? Yes, ikahit watu wakasahau, watu wakaendelea na maisha yao after the reality show. So after some time amenyamaza tumsikii kwa music industry. What did he do? Sure, amerudiana na nani? Na Willy Paul, wamesettle. Unaona, like this is someone work na zile logistics za hataki kusaulika. Haya, akatoa ngoma na nani? Anaitwaje na Willy Paul. Ngoma yes, imeenda kiasi but haijafika penye ilikuwa inafaa kufika. Sasa hadi I think wase washasahau. Right now people have already forgotten. So akaona wa Kenya mwezi nisahau. Why are you guys forgetting me? Akaona nyinyi mtajua Kenya mjaijua. Akasema bas I'm giving my wife 8 gifts. Unaona? Amekuwa akiland kama mmeangalia. But he has been living in our minds rent free. Imagine hizo gifts ali gift you Diana gift you kitambo sana. Like it's been weeks past few weeks. Lakini mpaka sasa hizi ziko kwa akili yetu we are like what bro? So there is something that pia wasewa wako kwa showbiz wanatufanyia na tuone, unaona. And speaking of showbiz bado it's really important to know like sisi wenyewe tunafaa kuwa aware na self aware. Wase wache kwa inaitwaje kwa pressured sana na social media because come to think of it, mimi nimekam kurealize social media will show you that your man is not doing anything, unaona. Social media itakufanya uache huo mwanaume wako mwenye anakugift iPhone 11 Pro Max, unaona ni kama amefota na ana kitu, unaona. Social media will make you do those things kwa sababu unaona vitu zenye wase wanagiftiwa hapa. But let me tell you people are faking out here. People are faking life. Wase wana fake maisha huku nje, wase ni wa fake. Kwanza hata wase wakubwa wenye mnashinda ngapo mkiangalia, they are your role models. They are your role models. They are people you look up to. They are people that you admire. You want to live their life. Let me tell you, they are most of them 80% they are faking it. Angalia juzi Khalif Cairo. Juzi girlfriend yake alikuja hapa kaulizwa where did the diamond chain go? Akasema tulipiga picha tukafanya nini? Tukarudisha kwa duka. Kila siku hizi vitu mi siingilili watu. But nasema hizi 8 gifts. Hapo tu katikati hizo 8 gifts unaweza pata kuna hiyo mita moja yenye mtu alipokaa wife allowance
akaambiwa rudisha 500 za investment. Biashara lazima isonge. Yeah. So it is important for people to know manze. Yeah. Hey, mwacheni kwa pressure. Kwanza ukiushaona mse ameka mambo yake kwa public. Ati kwanza relationship. Hizi mambo za kufuata relationship figures za online. Wachana nazo kabisa. Endo kateseke na mtu wako kwa bedsitter. Sinyi muone hizi challenge za ati people breaker like mtu anaonesha picha ya venye ati now all of you want my husband but when he was broke you guys were telling me I'm dating a broke guy. Unaona? It is always we chukua kampararo kako pale hivyo. Safisha mtu muosho ni mmoja unamsafisha. Akingara akuache chukua ingine safisha. Labda hata nyota yako ni ya kusafisha. Atisa mimi wait hold up. Atisa mimi kazi yangu ni kuamka kuchukua mtu kusafisha unasafisha anakuwa type ya mtu mwingine akiniacha nachukua mwingine. Mimi ni washing machine Madam Coco. But it is important to know ukisafisha mtu ukichukua mtu pale unasafisha pia wewe unajisafisha. Unaona like ni kama hii Sarakabu tuongelele hiyo story. Awase walikuwa like together hivi for so long unacheki na maybe demo Sarah ali invest kwa mtu wake. Unaona aka make sure push to become the best version of himself. But the one thing I love about that lady in as much as aliosha mtu wake pia alijiosha jua situation and that's why madam aliachwa but bado anaendelea unacheki. So it is sisi kama wanawake tumebuliwa ile design yenyewe. Okay tumebuild ile design yenyewe ukipenda mse your whole world will start evolving around that person. Ukianza kukafu mtu unapata mimi nilikuwa best na Black Hawk na Roda we used to hang out lakini mimi ni fall in love masa ingine Black Hawk na Roda wananipigia naambia no guys I'm hanging out with my man and his friends. Unaona hadi friends circle yako ina change maisha yako ina change. It's always like that. Unaona kwa sababu we are submissive people not exactly to kwa relationship but mind yetu iko focus to give. Unacheki women are givers. Unaona kama mimi napenda mse I will give you unapata ni kittens anapata una give. Unaona sisi tunapenda kupeana ikifika kwa moral support tunapeana oral support tunapeana hapa kwa kuencourage mtu we are just mume sio part ya kupeana kittens na oral support kidogo tu givers. Ukiingia kwa relationship unapatanga umepeana your all ile design yenyewe hadi una cut off mabeshte wako unacheki but we forget about ourselves. It is important mimi over the few years that I've come to like grow up na kupata experience nimekamkulan hata ukipenda mtu aje jishike hivi masikio ya kwanza alafu ushike nyingine alafu ushike hivi kunafaa kuwa na boundaries between your life and your relationship life. Unacheki kuna venye wewe na mtu wako yes mko na life yenu but pia unafaa uko na personal life apart mtu wako ndio maana wanawake wanakuanga depressed kwa marriage. Wewe your husband became your whole life ile design yenyewe mtu wako amekuwa life yako husband yako amekuwa life yako hadi ile design yenyewe akienda job yeye ameenda life yake kutafuta ako na friends huko unabaki kwa nyumba wewe ni housewife unapanga nyumba unaosha nini by the time umemaliza hizo vitu zote unaangalia una try ku DJ haikupei satisfaction auanguki vyombo there is just something you're looking for but wacha nikwambie mimi siwezi shinda nikiomba Mungu unikumbuke alafu akinikumbuka nikiingia kwa relationship najisahau. That's a no. And that's why inanirudisha kwa ile point nilikuwa nasema mimi I want a man mwenye tutasaidiana kiakili. Sasa tukikaa chini tunaanza kufikiria macho itakuwa ya nani sijui ni macho akili ni ya nani cause inaweza kuwa tunaongelea macho ni ya nani lakini juu akili hazifanani macho itatoka ya jirani yako mwenye akili zinafanana. True. So we okay for me and you need advice nizapea madem like Roda Shuge look for a man mwenye mnapelekana akili. You attract who you are. You attract what you are. Kama like wewe ni msichana uko na akili timamu si timamu kama ni msichana unafikiria
beyond your nose. Kama ni msichana una think outside the box. Outside the box. Look for a dude mwenye ana think outside the box. Yeah. Mimi nataka mwanaume nikikuja namwambia, babe, niko na kabiashara fulani nataka kuanzisha na 10,000. Namplania kila kitu ako like, Bedo ni fiti, unafaa uadjust hapa, make adjustments hapa, hii ni fiti. Imagine ukidate msee unamwambia idea yako alafu anakuambia, so utadu? So hiyo itatosha. Itatosha kweli? You know, always like negativity. Kidogo. Kwanza mimi watu, Kuenda. sijui kama ni mimi guys wenye mko hapa nje like our viewers. Me I hate negative people. Yeah. Very Like true. mimi actually if you ask me I don't have negative friends. Yani mse mwenye ako always complaining, you're always thinking about the negative parts of things. Me I just hate negative people. Yes, kuna ile point yenye mse ufika unaona tuangalie situation tuweke kwa table ndio hii. This is the positive side, this is the outcome if we don't take things this way. Kuna hiyo part, but someone who is always negative about things, mimi usijaribu kuniletea bad vibes, inakera, inauma roho mbaya, peleka huko. I just hate people with bad hearts, kwa sababu wewe mbona tu kwena unaamka tu unasikia kuwa na roho mbaya, unaangalia sijui watu waje unawasaidia. Si maybe hiyo siku damu inapampiwa na left Hapana. ventricle. Hapana. Right ventricle nilikataa kazi akaanza kupampiwa na left. But people need to stop being jealous. People need to stop being haters. People need to start celebrating others. Mimi kitu moja nasemanga, I'll clap for others till it's their time It's to my clap for time. me. I'll clap for what? I'll clap for Can you. we I'll clap? for Can you. we clap for msichana anaitwa no seal? Okay, kuna historia wa home na no seal. Acha niseme hivyo. I'm not clapping for I her. want baby girl. No. Just Wait. ladies. I love how wicked you are these days. You know, ladies are choosing wickedness. Yani it is so sweet. Unakutana tu na msichana ana choose kuwa wicked and not wicked to other girls, wicked to men. Let me tell you guys, take it this way. How many women have been heartbroken? Wengi. How many women have gone through shit? Like, wasichana wamefanywa, angalia historia Bumpy na nani? Sophia and Bumpy. Unacheki. Wasichana wamefanywa vitu nyingi and the society will always look at ni nini huo msichana alifanya. Unaona? Like most of the people walikuwa like it's Sophia's fault. She entertained it. Sijui Sophia pia yeye alikuwa na entertain. Mara alimpea chance. You know, it was always about the woman's fault. Sai mwanaume amevunjwa roho, dunia imesimama inataka kulia na yeye. Sasa tukae chini tuanze kulia na yeye, tuanze kumwambia, kababa we are sorry. iPhone 11. Na ingekuwa Samsung tatiga wewe. iPhone 11. Anaita iPhone 11 investment. What do you mean? The conqueror, the champion, But the lion is here. it was not only about the phone, but ile nyumba yenye dem alikuwa anaishi mwenyewe ndo alikuwa analipa rent. Wewe mkijana Baby mdogo girl, unalipia nani rent? Mtu unalipia nani? Ni 50-50. And we stayed together. So if we stay together it is 50-50. But again I think kenye huyo dem alifanya ikuwa mbaya. Mimi tulikuwa tukutupe huko and leave. Okay, haikuwa mbaya. Penye na feel ilifika ikakuwa childish. Ni design ya kukuja kwa social media, kuthrow tantrums at each other. You know, mina feelingi kuna venye na kudowngrade pia as a person. Wait sugar, nakuja nakwambia sijui, alafu kuna kitu tu nataka nikataze wasichana. Hii mambo ya mnaachana mtu mnasema hakuwa na game, ulikuwa unafanya nini hapo in the first place? Tulikuwa tunataka kupunguza ngoja mark this Roda. Odem hakukuja kusema kwa social media. Mark this. They were talking directly with the guy. Unaona? The guy ndo aliamua kuleak text zao pamoja. When the girl was texting hapo akisema mimi sikuwa nakupenda, like I didn't even love you or anything, we were not even dating. Your game was down. The girl was telling the guy directly. So umse akaumwa, akaona where is the best place I can heal? Where is the best I can get media. The best place I can get help from? Akasema acha nikimbililie huruma ya mitandao. Na watu wa mitandao they are very heartless. Kama unaangalianga pale comments za TikTok, people don't care. Kuna akina Mjaka Mfine and Candy and Malu walikuwa wanatetea umse, wanamwambia take heart bro. Angalia venye wameingiliwa. Unaona? People don't care, honestly. People don't care. Now, okay, me I'd say it's beautiful for women to choose to be wicked sometimes. I am in full agreement that women are supposed to be
wicked, but also manze, kuna ingine Like, ni too much. okay, tukue wicked where wickedness is supposed to be served. Yeah. Unacheki, there are people who deserve, jutapata Being a woman good. is being wicked to someone who doesn't deserve Deserve, that exactly, wickedness. that is Alafu my point. mtu mwenye anamvunja roho huko, hata unaweza pata venye tu turodo ulikuwa unasema, unaweza pata huo dem huo mbabazi mwenye alipatikana naye kwa kitanda amempitisha hell, like amempitisha up and down hadi treat vizuri, and then the good boy who is giving her baby girl treatment anapewa wickedness instead of being wicked to them babas. Napanga hivi chini najiuliza wasichana wanatoanga wapi nguvu ya kulala na mtu anakaa babako? Zobu. Ati the conqueror, the champion is here. Kuna by the Imagine like tabu. Well, ngoja before we go we head there. Kuna nini group Jose nimeingia madem, and let me tell you Maina, wasichana huku nje wa check this time. Wamesema it's either we get rich or we get rich. Richa. It's either rich or option hii ndo kuna Riches. manze ati there's a mzungu in Westlands anatafuta mtu wa ku hang around with who is willing to be the next Braden. Kuna dem wa Coast. Braden huyo dem. Bako ametuma video nini. The girls were like mimi siku hizo sikubali kukuliwa na mtu mwenye akulipi. I'm like, okay, so sex imegeuka nini biashara. Yeah, squeezy, and women are so open about it. But then me hadi squeezy nasikianga women will be open like me hadi kwa barabara, hadi ukiwa kwa matatu. Mi juzi nimekaa kando ya mdem kwa matatu. Hizi za Komarok. Hizi matatu za Komarok. Nimekaa kando ya msichana. I am minding my business. Tell me why the girl starts arguing with the guy on the phone. Ati ulinikula na huku nilipa. Ati ndio maana kwenyu like yo. But and then the woman started telling me story. Ananiambia mimi na umse tumekuwa tukikulana ananilipa. So this time alinikula na hakunilipa. And then to make matters worse akampigia tena. Ati muangalie hata ndio maana mamako anateseka. Nataka hiyo 2K yangu. Unakulwa na 2K jamani. Unafanyisha mtu wanete juu ya 2K. Ati mimi nilimpea. Like the woman, kila mtu kwa gari alijua hiyo story by the way. Everyone in the car knew that the woman was eaten and was not paid. Mimi hadi kafika point nikavaa earpods kwa sababu watu walikuwa nafikiria ni mimi. Juu nimekaa kando yake. Unaona umekaa kando yake, unanuko kwa matu kwa mbele ile andere hiyo hapo. Sasa unajua watu wanachungulia ni nani. Mimi ilibidi nivae earpods alafu nikageuka hivi nikaangalia watu mnaona si mimi. Ya unamtafuta. But one thing the generation yetu saizi tumepoteza dignity. Like we guys don't have dignity. Hatuna self respect. Hatuna ile kujiheshimu. People are here wakisema tio everything imekuwa pesa. I want an iPhone, I want a good life, and I want this and this and that. And then people are like, I'll just sleep around. At the end of the day haina last scene. Ati yo hautajua ati kitu si sabuni ati itaisha. Like yo, kwani people don't fear soul ties? Hawaogopi like unaweza lala a number of people and it's draining. Like sleeping with people is draining. Like you attract spirits, you attract energies. Girls out here need to respect themselves. Acheni kulala na watu randomly. Yo, unashuka kotu. Speaking of soul ties and draining, you know these days actually kuna hii kitu ya ukilala na msee say watu wanateseka huko nje. Pia mnateseka. You know most of the people that are suffering outside, they are not even supposed to be suffering. Yeah. They are suffering because of themselves. Kwa sababu utalala na msee. Kwanza sisi women, acheni ni educate women today. Women are bearers and carriers of life. Very true. There is just something, unaona kuna mama sai kalitokara anaweza piga hapa maombi, magoti aombe. Yes itajibiwa but itakuwa so much. But if a woman kneels down here and cries to the Lord instantly, because there's just something about a woman. Ndio maana unapata if you sleep with a woman, if a man sleeps with a woman, they can take something away from her. Hizi stories za nyota kuibiwa. Unajua watu walikuwa wanaona ni stories za jaba. Sasa hivi imeanza kuwa real. Unalala na msee unateseka. Yani unateseka. Ushaisikia me juzi I was talking to a woman outside. She was telling me that venye amezo ako ni kama alifungwa ile design ya she has been with people sexually ile design ya even when she goes to look for a job. Like
wanakata kumpea, like anakuwa declined, unaona. Like sometimes destiny zetu zinakuanga tied, even apart from the soul ties zenye utakuwa attached to very many people. Kuna so much battles ongoing. Unapata maybe you are supposed to be a superstar, you are supposed to be a great businesswoman, but you won't be that kwa sababu whatever you carried inside of you was taken and used by another person. Unaona, kujibenefit. Hizi vitu ziko. Kwanza sleeping with people, Rodaku unaweza lala na msee achukue uso yako. For real. Manze People are even taking faces. You will be walking and watu unajiona mimi ni Roda. But people are not seeing you as Roda. These things are happening and they are real and people really need to be careful. Say life ni very spiritual. Yeah. If you're not spiritually alert, let me tell you, you will suffer. Na kabla na vitu zingine, soul ties zingine kabla unleashwe kutoka kwako. It's not gonna take a day. It's gonna take years. Some things we will pay for them like for years and years. So instead of suffering hizo long years, so instead of suffer for those years, mbona tusijichunge? Mbona tusijivali? Imagine, I kind of think pia sisi as human beings tumepatia pesa power ya kukanikani God. Na get ati leo manze, leo kasi leo siishi kwa mansion, mimi ni maskini. Manze leo kasi drive gari, mimi ni maskini. Una get leo kasi vai nguo fulani yenye ina trend, mimi bado niko nyuma. Like tumepatia normal things zenye tunakufa tuziache hapa rank fulani kwa maisha. Ile design umebarikiwa, kwani what is being blessed? Ama how do we categorize our blessings? Unapata umeblessiwa uko kwa nyumba ya 1 bedroom, una get unaishi poa weka demi, but ukitoka nje unapata pale kuna demi anaishi kwa mansion, anaendesha gari fulani, unaanza tu kumenvy bure. Design you're ready to do anything to get where she is. Sometimes it's good ku appreciate kenye uko nayo na kukuwa contented. Na kujua tu it's one step after the other, as long as you're focused, uko na goals mahali and you're working towards them. Unajua nitafika, but appreciate hapo mahali uko sahi. Usitake kubite more than you can chew. Sasa unapata bishi yako nakwambia mimi ulala na msee ananilipa 30,000, uko like 30,000 inaingia tu hivyo. Kula watu na mtu inaingia hivyo. Sawa, hiyo ndo nadu. Umeenda umekutana na mtu ujui ni nani, ujui ametoka wapi, ujui anafanya nini. Kidogo before you know it umelala naye mara 3, mara 4, you lose your life. True. Una get ujui intention yake ni gani. Wewe umeangalia tu hiyo pesa. Na the reason is why I think kuna cult mingi zenye zimegrow Kenya, wengine hata si wa Kenya. Una get? Wengine wametoka countries zingine juu wanajua venye tuko na thirst ya pesa. Kenyan ladies tuko na thirst ya pesa. Kwanza ditinda sahi. Una get? Mungu anakuambia ati please note that I am not here to give you money. If you've been in dating sites, like squeezy dating sites, like I said last time. Last time nilikuwa naongelelea about how imekuwa sexual, but pia tusisahau squeezy dating sites kama Tinder sites imekuwa places kaza hook up, you know. You can be there looking for someone genuine to interact with and grow with. Lakini unapata mtu, mimi kwanza kuna mwenye aliniambia, "Hi, I'm looking for a wife to settle with, a Kenyan wife kwanza, to have mixed babies with, and please note, I do not have money. I am not here to give women money and for hookups, because sahi like imekuwa tumejulikana wa Kenya. Kwanza ladies wasichana tumepatikana, tunapenda pesa kama sijui nini. Yani tumekuwa tumekuwa na money driven minds. Ile design yenyewe as in sahi ukipata dem ana date mse mwenye ako down. Kama mimi na the Mziza's family wananibambanga sana. Like udem alipendanga tu jamaa venye yako. Unaona jamaa alikuwa anapiga hustle zake kando. Udem amekuwa kimsupport. Unaona waka build an online platform. Sahi angalia
they have already been they have moved to a new place, like nice things are happening, they're working with great companies. Unaona wase wanafaa ku learn from them Ziza's family. Unaona hadi sasa utapata watu hapo kwa comment section wanasema si mtu akuje pia sisi tuanzishe them Zozo's family because wameanza kuwa inspiration. Unaona ani wase wenye wana to inspire, so women wache kuwa like so money driven hadi tunasahau the point. Roda alisema something very important, success is not defined by money. Sawa, get this and get this clearly. Success is not defined by the cars that you drive. Success is not defined by whatever status or health that you are, or status that you've been ranked in life. Success success ni the joy of the Lord. Wase usahau mse akona do lakini hauna raha, lakini una raha, hauna health. Mse akona do lakini kila siku anatumia over 1.something blood pressure for medicine. Unaona, so tusiangalie success ni kuwa happy. Unaona, success ni kuwa at peace, that even when I'm at my bed sitter and I'm just chilling, I am contented, I am happy. That is being successful. Success ni wewe kupiga hustle yako daily yenye umechoka, yes, lakini unaambia God manze mimi niko happy, niko at peace, there is nothing that I can complain about. That is success. People look at money as success, and that is where tunaenda wrong. Juu sasa kila mtu anatafuta do, we miss the little blessings that we have. Because kila saa tukiendanga nimeanza kupreach, but kila saa tukiendanga kwa God, people kila mse ana complain. Manze imagine say God anasikia complain ngapi za wase wenye hawana do. Aki God manze mimi nateseka, God help me, I want money. Prayers za mse mwenye I want money, and the prayers za mse mwenye anamkanga naambia God, manze God kenye umenipea, me I'm grateful. Can you bless another person the way you're blessing me? God atakuwa like, this is different, this is what I want. Unaona, not complaining all the time, and God ana blessing him same patient pia, like una kuwa grateful for what you have, then God can trust you with more because the little that he gave you aliona uli appreciate. You get it? And then kitu ingine ni squeeze madem hawapendi kuchoka. Madem hawataki kuchoka. Madem wanataka wapate pesa haraka, like pesa haraka. Kuchoka nini? Exactly. Like they don't want 360 doggy, you know. Hapo tu ndo tumesema wanaicha spider ni gani squeeze? Ati spider unakuja tumbio kwa umeruka. Guys, hadi honeycomb. Guys, we were preaching celibacy, we are celibate. Kila mtu kunja kwa kama wewe. Utajua Jesse kwani juzi tulikuwa wapi? Aya, niruke. Cut. Anyways, as I was saying, like madam squeeze, mzazi, mtazamaji, watu wa kanisa, and the rest. I am joking. It was a slip of the tongue. But venye nilikuwa nimesema madam squeeze wanapenda pesa, hawataki kuchoka, wanataka the easiest way. Na what is the easiest way kupata pesa? Amana kuje mlale na yeye akupe maelfu zako kadhaa. Haukuona wale walikuwa enda kudenkiwa kwa mdomo, ama wale wanaenda kuna wengine walikuwa wanaenda kukojoa kwa carpet. Like ladies are doing weird shit huku nje. Mse yako like analipwa na mzuje kuliwe na dogi mzunye akiwatch. Like okay, hakuna mtu anapenda kuchoka, but vitu zingine hata ukikaa hivi ukikaa hivi chini ujiangalie. Imagine sasa venye unakanga hivi chini flashback zina kick. Sasa wewe unakaa hivi chini dogi. Na unatembea kwa barabara unakutana na dogi unakumbuka venye sikia. Na huyo ndo mtu akikupostia Versace, Dior, uko tu hapo kule nataka amekuliwa na Moriongite. Please manze ukuje ndalala na Moriongite bana. Masluka mimi niko na swali na Ejeni. But the guys, do you know generation yetu I think imekuja ikiwa nini in weird times ama in weird moments. Juu nilikuwa nakaa chini and I'm like, mbona siku hizi marriage zenye ziko kwa generation yetu haziwork na zenye zina work ni 10%? I guess ni because tumekuwa so much exposed to things. Social media imetu expose to things we never knew. Social media imetu expose to things that we didn't even think exist. Because sasa unapata kama kuna the other day kuna kablu film ya Baha imelik. Baha wa Georgina aki masturbate and stuff. Atinasikia they are paid like 150,000 wakiwanga. Sema like Baha was paid, but kuna people who do that, they're paid like 150,000. You masturbate
bora unaonyesha video, send the video, ikuwe uploaded wherever wanataka. So imagine for 100 Gs unafanya something yenye the internet will never forget, and my people will be having kids out here. So imagine you as a kid umegrow up, unakuja kupatana na video mzazi wako mahali. Wewe mwenyewe unaanza kwa troll. Na pia to back to add to what Roda has said. Mimi na feel there is nothing, hakuna kitu yenye ni new under the sun. Yeah. Unacheki, there is nothing new under the sun. Everything that is happening these days, It was there. It used to happen. It's still happening, and our generations will still come and they will do it. Unaona, even hizo times za wazazi wetu zilikuwa zina happen. Unacheki, kumaanisha hizi vitu zimekuwa ziki happen. Sasa hivi venye social media imekam ika expose a lot of things. Unaona, because even nilikuwa naongea na Uber driver mwingine juzi, and he was telling me, you see these things that are happening now, sijui wasichana na wababa, sijui nini zilikuwa zina happen. Na kaniambia the main reason why squeezy at least wase wanaka kwa marriage sana ni kwa sababu kuna ile ati the reason why squeezy wase wakai kwa marriage sana. Kitambo watu walikuwa wanaka kwa marriage kwa sababu hakukuwa na hizi social media, hakukuwa na enough education ya kufanya girl child akue empowered. Unaona, so kama girl child hayuko empowered na hayuko educated, yeye anajua her aim is to kaa kwa marriage, kutulia, kupangwa, kuzaa, kufanya kazi za nyumba. But education imekam change girl child. You know, now you can read, you can learn, you can own a business, you can even do vasectomy na usikue na family. Unacheki, exactly. Social media na education pia change things according wase wamekuwa empowered. That's why squeezing marriages as the last. But people are more empowered and more inaitwaje knowledgeable. Sasa hiyo unajua right yako ni msee akikuwekelea mkono, hiyo ni violence. You're not even supposed to stay there. Go and report. Unaona, sasa hiyo wase wamekuwa aware sana. Kitambo wase wako self aware. Sisi sema yes, you're right. Kuna points na said nawe, but again I tend to think sai with all the educations, the exposures that tuna get, tumelin sana on our rights than our responsibilities, both men and women. Juu sahi kama madem tumeka rights zetu mbele, kwa wenye wako married tukasahau responsibilities. Unaniget? Na pia for men tumelin on our rights tukasahau responsibilities. Juu kitambo a man was to work to provide for the family. Unaget? Saying the woman to work and provide for the family. Hiyo haiko inbuilt in a woman. Leo a woman ataamka afanye kazi alafu ata complain. Oh, bwanangu ni deadbeat, mimi ndo nafanya kazi, atachoka, cause hiyo si responsibility yake as a woman. Yes, she's earning, but yeye kitu anafaa kufanya ni ndogo tu here and there. But at the end of the day, yeye mwenyewe akifanya kazi ya provide, ni kumaanisha yeye ni kichwa. So hakuna venye ata respect the woman. So I think kwa hii generation yetu tukiendelea kujua rights zetu, wacha pia tujue responsibilities zetu. Yeah, I think itatusaidia. I think we have said the most. Even before you continue, ni wase mlikuwa mnaongelea ile time story ya do, and there was something that nilikuwa nimepitia through the social media. I think it's important our audience wajue. Kuna hii rule inaitwa the 50-30-20 rule. Sijui kama mmeisikia. The 50-30-20 rule ni about pesa. It involves splitting of the money that una earn after tax zimetolewa, your income in short, and you divide your money into 3 categories. So 50% inaenda kwa needs. Needs ni nini? Needs ni zile vitu important sana kwa life yako. Kama tseme rent lazima ulipe, kama tseme shopping za food lazima ukule. Unaona, vitu zenye ni must, the needs. And then 20% inaenda kwa not 20, 30% inaenda kwa wants. Hiyo ni kama ile yenye unasema mimi ni baby girl to nails, lazima nifanye retouch ya nywele, kuna hii outfit, kuna function pahali naenda na invitiwa, kuna mazishi, kuna hii. Now that is the 30%. And then the 20% of the money that you earn inafaa kwenda kwa savings sasa. So it is also important pia kushikilia hiyo 50-30-20. Inasaidianga sana. Unajua 20% of my money inaenda savings, 30 ni ya wants. Ikiisha hakuna kuguza savings, 50 ikiisha hakuna kuguza savings. That is it. That's so nice. I think leo tumeongea sana. Kalito, Sana. can we still continue na hii ama tuende home tukalale? Unatuambia tukadoze?
Surely, for real. Mbona unatufukuza? Kalito hadi wasikie sauti yako leo, sema hi. Kalito, say hi. Atuko na say hi. Atuko ni throat go down. Tusalimia Little Cara. Sema tu hi. Hi. Ndio huyo amekohoa guys. Amekohoa. Ishara ya salamu. Si mshy, asiwadanganye, si mshy. A handsome man behind the camera with beards. Tukigeuza hii kamera manze itakuwa ni moto. So guys, ambeni wase watawapata wapi social media? For me on the socials utanipata at the Black Hawk official kila mahali. Ni Black Hawk, Hawk the bird. Yeah. Yeah, mwewe. Sauti. Kunguru. Hi guys, mi utanipata kwa officials zangu, I guess Gram, TikTok, at the official Mumbus, the official _Mumbus. Okay, nice. Mimi guys, kama dawa, every page, zote, Sugar, SHUGAR, actress, Sugar actress. And don't forget to catch up with us on all our social media pages. Yeah. Pale Instagram, Kipusa_Kenya, TikTok, Kipusa_Kenya. Na hapa ambapo mnatuona, yo bell, tinglingling, comment below. Subscribe. What do you guys think about whatever we've talked about? Mnataka next time tuongelee nini? Na next time pia mnataka tuwaletee nani? Thank you so much.